Nikasema thamani ya neno au maajabu ya neno ni kwamba, unajua hauwezi ukalinganisha neno na maombi. Huwezi ukalinganisha neno la Mungu na maombi. Maombi ni mazungumzo kati ya wewe na Mungu, na neno ni Mungu mwenyewe. Ndio maana nikasema thamani ya neno inazidi hata jina la Mungu. Vivyo hivyo na Mkristo ambaye ana neno la Mungu ndani yake, thamani yake inazidi jina la Mungu. Kwa mfano, wewe unanitazama hapa, wanakwambia chagua kati ya mwanao na jina lako, tuondoe kipi? Lazima ukubali jina. Jina lako unaweza ukalibadilisha muda wowote, lakini mwana unabadilisha na kitu gani? Ndio maana nikasema thamani ya Mkristo wa neno inazidi kila kitu. Kwa hiyo mazungumzo katikati wewe na Mungu hayakufanyi wewe na ulinzi, bali kuishi kama Mungu anavyotaka. Na namna pekee ambayo Mungu anataka ni sisi tukue kwa njia ya neno hadi tumfikie Kristo. Huo ndio ulinzi. Nikasema mahala ambapo maombi, neno la Mungu linaweza likafika, maombi hayaweza kaingia hapo. Kwa mfano, Waibrania 4:12 Biblia inasemaje? Maana neno la Mungu li hai. Waibrania 4:12-13 Biblia inasema maana neno la Mungu li hai. Tafsiri yake ni kwamba ukilimeza neno la Mungu, automatically uhai unaumbika ndani yako, tena lina nguvu. Kwa ukilimeza neno la Mungu, moja kwa moja nguvu zinaumbika ndani yako, na nguvu hizo sio nguvu za kumpiga mtu ngumi, bali ni nguvu za kushinda majaribu, nguvu za kushinda vishawishi, nguvu za kushinda uzinzi, nguvu za kushinda hasira, nguvu za kushinda kila aina ya uharibifu. Tunazipata hizo nguvu kupitia neno la Mungu. Biblia inaendelea kusema tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho. Ina maana neno la Mungu lina nguvu ya kuondoa utawala wa nafsi ndani yako na ukabaki roho. Kwa mujibu wa Warumi 8:14 Biblia inasema kwa kuwa wote wanaoongoza roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. Ili upate kuongozwa na Roho Mtakatifu hauhitaji kuombewa. Hakuna mchungaji anaweza kukuombea na Roho Mtakatifu aanze kukuongoza. Kinachokufanya wewe uongoze Roho Mtakatifu ni neno la mchungaji ambalo linatokana na neno la Mungu. Maana mchungaji hana neno la kukupa isipokuwa neno linatoka kwenye Biblia. Tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho. 13 anasema hivi, wala hakuna kiumbe kisichokuwa mbele yake. Ina maana Mkristo wa neno, kijana wa kike wa kiume ambaye ana neno la Mungu ndani yake, hawezi kumdanganya. Kijana ambaye ana neno la Mungu ndani yake huwezi ukamdanganya. Ukiona unaondolewa ubikira, hayo ni matokeo ya kudanganywa, na kudanganywa ni tunda la ukosefu wa neno la Mungu ndani yako. Maana Biblia inasema hakuna kiumbe kisichokuwa wazi mbele yake, bali vyote ni tupu. Kwa ukienda mbele za binti, kwa binti, unaanza kumtongoza binti kwa lengo la kumdanganya, unataka kumdanganya ili umchezee. Hayo maneno ya uongo utakao nazungumza kwenye kinywa chako hawezi akasikia, bali neno la Mungu linamsaidia kuyasikia mawazo ya moyo wako. Kwa anafanya vice versa, badala ya kusikia uongo wako anasikia nini moyo wako unasema. Ndio baadaye anasema huyu binti ni wa ajabu, mbona haeleweki? Haeleweki, yes, kwa sababu hata neno la Mungu halijaumbwa ili kueleweka. Hauwezi ukalielewa neno la Mungu kama unavyotaka wewe, bali kama linavyotaka, kama neno la Mungu linavyotaka ulielewe, ndivyo utakavyoelewa, sio ulielewe kama unavyotaka wewe. Neno la Mungu. Kwa Yeremia 23:29 Mungu anamuuliza Yeremia, je, neno langu si kama moto? Ina maana Mkristo ambaye ana neno la Mungu ndani yake ni kama moto. Ni kama moto.
tena kama nyundo ivunjayo mawe vipande vipande. Ina maana ana nguvu ambayo si ya kawaida. Uwepo wake unaharibu vitu vingi sana katika ulimwengu wa roho. Uwepo wa Mkristo wa neno, uwepo tu. Kwa nini Yesu alipokuwa anamuona akiwa amevaa mwili kama sisi, mapepo yakimuona yanaogopa, yanamuuliza tuna nini naye mwana wa Mungu? Tuna nini nawe? Mbona muda wetu bado unakuja kututesa? Yesu yuko anapita tu, anajipitia mwenyewe tu. Kwa sababu gani? Uwepo aliokuwa nao ulikuwa ni moto, ulikuwa ni kitisho, ulikuwa ni utukufu ambao si wa kawaida. Huo uwepo utokana na nini? Neno la Mungu. Kama Yesu asingelikuwa na neno ndani ya mwili wake, asingeweza kuyafanya mapenzi ya Mungu. Kilichombeba na kumwezesha kushinda vishawishi vyote ni neno la Mungu ndani yake. Alikuwa neno 100% na alikuwa mwili 100%. Na hayo ndo mapenzi ya Mungu, tukue hadi tumfikie Kristo. Yaani sisi na Kristo tuwe sawa sawa. Mkristo ukishaokoka, utakatifu wako wewe na Mungu ni huu mmoja. Utofauti ni kwamba Mungu ni mkamilifu, wewe si mkamilifu. Kwa sababu kipimo cha ukamilifu kipo kwenye uelewa. Na ndio maana Biblia inasema kwenye Efeso 4:11, naye alitoa wengine kuwa manabii, wengine kuwa mitume, wachungaji, wainjilisti na walimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu. Mtakatifu ni yule ambaye amezaliwa na Mungu, anaitwa mtakatifu. Ni sasa na mtoto akizaliwa, anazaliwa na damu ya baba. Na hivyo ukiokoka unazaliwa na utakatifu. Wewe ni mtakatifu, kinachobaki ni ukamilishwe. Kwa kitu pekee ambacho kinaweza kukamilisha, sio maombi, sio mafuta, sio kutabiriwa. Kinachoweza kukamilisha wewe ni neno la Mungu peke yake. Unapoweza kutenga muda wako kukaa na Biblia, huko ndo unaelekea kwenye ukamilifu. Yaani huko ndo unaenda kwenye level ya Kristo. Maana kipimo cha ukuaji kipo katika kutenga muda wa kusoma Biblia na muda wa mafundisho. Kwanza neno, mengine baadaye. Shughuli yoyote katika ulimwengu wa roho ambayo unaweza kuifanya katika maisha ya ufalme wa Mungu, shughuli yoyote ambayo unaweza kuifanya ikatangulia neno la Mungu ni batili. Huwezi kuona matokeo. Kabla hujaanza kufanya jambo lolote, hakikisha kwamba wewe ni mtu wa neno. Unapomkiri Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yako, hatua ya kwanza, tafuta neno, kulijua. Neno ndio litakuelekeza kitu gani cha kufanya katika ufalme wa Mungu. Lakini ukishaokoka unakimbia maombezi tu, basi utafanya kwa muhemko. Unaliacha kusudi lako, unafanya vitu vingine kwa muhemko. Unashinda kuwa na matokeo. Kwa ndugu yangu, thamani ya neno ni dhidi ya kila kitu katika maisha ya Mkristo. Kijana bila neno huwezi ukashinda vishawishi. Na ndio maana nimesema pepo sugu huwa haziondolewi na maombi. Wachungaji huwa hawana uwezo wa kuondoa pepo sugu. Mapepo yote sugu hakuna nabii ambaye anaweza kuyaondoa ndani ya mwanadamu. Hayo yanaondolewa na neno tu. Hakuna nabii mwenye upako ya kuondoa roho ya uzinzi ndani yako, hayupo. Hakuna nabii ambaye anaweza kuondoa roho ya ujambazi ndani yako, hayupo. Hakuna nabii ambaye anaweza kuondoa roho ya kiburi ndani yako, hayupo. Hakuna nabii. Na ndio maana wakiwaombea, mkiombewa, kuombewa sio kitu kibaya, ni kitu kizuri sana, lakini sio kila kitu. Maombi sio kila kitu. Na ndio maana mkiombewa, mkishatoka tu kwenye ile hema la nabii, mkitoka kwenye ile hema ambalo na mchungaji, mapepo mnakutana nayo tena huko, yanaingia tena maradufu ndani yenu. Kwa sababu gani? Pepo halikimbii maombi, pepo linakimbia neno. Na pepo lolote ambalo linafukuzwa na nguvu ya neno huwa alirudi tena. Lakini pepo ambalo linaondolewa na nguvu ya maombi huwa linarudi tena kwa hasira zaidi. Maombi yanaisha nguvu, ila neno la Mungu aliishi nguvu. Maombi ni maji ya moto bro. Ndio maana Biblia inasema yani tuombe bila kukoma, kwa sababu usipoomba kuna vitu vingine haviwezi vikaenda. Lakini maombi hayaendeshi kila kitu. Kinachoweza kuendesha kila kitu ni neno la Mungu. Ndio maana nikasema kiburi chako kikiondolewa, roho ya kiburi, roho ya hasira, roho ya uzinzi, roho ya ujambazi, roho ya chuki,
roho wa dharau, roho wa umbea, usuda, roho wa uchoyo, ili apate kutoka ndani yako na akwambie kwa heri. Hahitaji maombi, anahitaji neno. Hayo mapepo yakiondolewa na neno hayarudi tena, kwa sababu neno huwa linachukua nafasi ambayo ilikuwa imechukua ndani yako, ila maombi hayaingii ndani yako. Neno linaingia ndani. Kwa neno la Mungu ndo kila kitu. Kwa jamani, next time kuna kitu kigumu sana ambacho akizungumza kuhusu thamani ya neno. Ukisikia hicho, baada ya wewe kusisimka, najua kuanzia siku hiyo utaanza kusoma Biblia. Na kama usipoona mabadiliko ndani ya miezi mitatu, unaweza kusoma Biblia kuanzia leo. Kwa mfano, una miezi mitatu kila siku unasoma Biblia, usipoona matokeo, achana na wokovu. Na unipigie simu ili niachane na masuala ya kuhubiri. Sitaka kupoteza muda hapa. Mungu awabariki sana. Asante.